Leo inaweza ikawa ngumu, kesho ikawa ngumu zaidi, lakini siku baada ya kesho itakuwa rahisi. Itakuwa ni ile siku ambayo ni bora, itakuwa ni ile siku ambayo tumekuwa tukipambania katika kipindi kirefu cha maisha yetu, ile siku ambayo mwanzo ilikuwa kama maono, ile siku ambayo mwanzo ilikuwa kama ndoto katika mioyo yetu, katika akili zetu. Najua sometimes katika maisha kuna vitu vinakuja ambavyo huenda vitakukatisha tamaa. Kuna nyakati katika maisha huenda hutaona njia kama ambavyo ulitarajia. Kuna wakati katika maisha hutaona vile ambavyo mambo yakienda vile ambavyo ulitarajia ama ulifikiria mambo yatakuwa. Kwa hiyo katika kuendelea kupambana, katika kuendelea kupambania vile ambavyo ni maono, ni ndoto ndani yetu, tambua ya kwamba utakutana na ugumu, tambua ya kwamba utakutana na changamoto. Kwa hiyo hakikisha tayari una vitu ambavyo vitakusaidia. Hakikisha tayari una vitu ambavyo vitakusaidia ama vitakusaidia kuondokana na zile changamoto pindi ambapo hizo changamoto zitatokea. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu tumeona watu wengi, kila ambaye amekuwa mtu mkubwa, kila ambaye ni mkubwa sasa tayari ana kitu cha kuelezea. Kila ambaye ni mtu mkuu katika haya maisha kuna kitu cha kuelezea, kuna story nyuma yake, na moja ya story ambayo iko nyuma yake ni ule ugumu aliopitia, ni zile challenge, ile hardship, yale majaribu aliyoyapitia. Kwa hiyo sitaki unungunike kipindi ambapo utapitia majaribu, sitaki ujisikie vibaya kipindi ambacho utapitia yale majaribu, ila ninachotaka ujue ni kwamba Mungu ana agenda na wewe kupitia hayo majaribu, kupitia huo ugumu. Yamkini ugumu umekuja kukukomaza, yamkini ugumu umekuja kukupa ustahimilivu, yamkini ugumu huo umekuja kukuwezesha namna ambavyo utavuka hatua mpya, utavuka kwenda hatua mpya kipindi ambapo matatizo kama hayo, ugumu kama huo utakapo arise. Kwa hiyo my friend ama rafiki yangu, ninaomba usikate tamaa. Usikate tamaa kupambania hicho kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako kwa mfumo wa maono. Mungu ameweka ndani yako kwa mfumo wa ndoto. Usitoke katika hiyo njia ambayo Mungu siku zote ametaka ukae, ili uweze kujifunza, ili uweze kutengeneza kitu kwa ajili ya Mungu, ili uweze kuwa sauti ya Mungu hapo baadaye, ili uweze kuwa support ya Mungu hapo baadaye, pindi ambapo, kwa sababu sote tunajua kwamba Mungu anafanya kazi na watu. Mungu anafanya kazi na watu. Hakuna namna Mungu atashuka kutoka juu kuja chini ili aje akamilishe mambo yake, lakini kwa kupitia watu anaweza akafanya hivyo. Kwa hiyo kusudi, hilo lengo, hilo wazo, hiyo idea ni Mungu ameiweka ndani yako ili uweze kuikamilisha, ili uweze kuikamilisha kwa ajili ya utukufu wa jina lake, ili uweze kuikamilisha kwa ajili ya jina lake, ili uweze kuikamilisha kwa ajili ya kizazi chake ambacho amekiweka hapa duniani, kizazi ambacho tayari kimeandaliwa kwa ajili yako, kizazi ambacho wewe binafsi ndio unayetakiwa ukipambanie ili kiweze kutoka pale ambapo kilipo. Nataka nikwambie pia, Mungu amekupa hicho alichokupa ili ufanyike kuwa tatizo, ufanyike kuwa solution penye matatizo, na si tatizo badala ya solution. Kwa hiyo alisha ukate tamaa. Do not ever give up. Usikate tamaa. Don't ever give up. No matter how life will stress you, no matter how life will bring things that are hard on you, do not ever give up. Because Mungu ana agenda kubwa na wewe. Mungu ana kitu ambacho anatamani kukifanya kupitia wewe. Anatamani amshike mkono mtu mmoja kupitia wewe siku moja. Anatamani amfariji mtu mmoja kupitia wewe siku moja. Anatamani amuinue mtu mmoja kutoka sehemu ndogo kwenda sehemu ya juu. Anatamani wewe siku moja umsaidie semea mahali fulani, mtu fulani kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, usikate tamaa, na changamoto zipo. Sijali.
Asante. Have a good time.